Kwa majina naitwa Godfrey Mpomori Magwagwa, mratibu wa huduma wezeshi za Kiadventista kanisa la Mbweni. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Nimshukuru Mungu kwa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Mbweni Beach kuandaa programu hii ya darasa ya lugha ya alama. Tulitamani muda mrefu kuwa na darasa hili la lugha ya alama, lakini tulikuwa tujafanikiwa, lakini Mungu kwa wakati wake imependeza mtaa kama mtaa wa Mbweni Beach kuona hili darasa lifunguliwe rasmi kwa siku ya leo. Na tunashukuru kwamba kwa leo mwitikio umekuwa ni mzuri sana. Tumekuwa na wanafunzi waliohudhuria darasani watu 42. Jina la Bwana litukuzwe sana. Tunamshukuru Mungu, wamehudhuria watu wa aina zote, lika zote wamekuwepo, adventure wamekuwepo, PF wamekuwepo, vijana wapo, viongozi wa kanisa wapo, akina mama wapo, walimu wa watoto kama mchango wao mkubwa sana kutuletea watoto kwa ajili ya kuendelea kunogesha hili darasa, na watoto wamekuwa ni wazuri sana darasani. Kanisa tunaomba support, endelee kusupport idara yetu ya huduma wezeshi za Kiadventista hapa kanisani, ili kwamba tuweze kuendelea kufanya mambo makubwa zaidi ya haya, hatimaye tuweze kupata watu wengi watakaoweza kuurithi ufalme wa mbinguni kupitia idara ya huduma wezeshi za Kiadventista. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elibariki Samuel Maganga, ni mkurugenzi wa chama cha watafuta njia katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbweni Beach. Siku ya leo ninamshukuru Mungu sana kwa kuwa tumeanza kujifunza masomo haya ya lugha za alama. Kwa kweli nilishukuru kanisa kwa njozi hii na kuamua kutuletea mwalimu kwa ajili ya kujifunza masomo haya ya lugha ya alama, kwa sababu kwanza ni sehemu ya hitaji katika chama cha vijana. Katika umri wa watafuta njia kuna baadhi ya madarasa lazima kulingana na umri wao wajifunze kozi hii, kwa sababu ni sehemu ya mtaala, lakini ni kwa sababu pia ya kusaidia kanisa katika kitengo hichi cha watu wenye mahitaji maalum. Tunaweza tukapata watafuta njia ambao wana uhitaji kama huo. Kwa hiyo kama sisi walimu pamoja na wanafunzi wa chama hichi tukiwa na uelewa, itakuwa ni vizuri, itakuwa ni rahisi kuwasaidia wanafunzi wenzetu ambao wana changamoto ya usikivu. Kwa hiyo ninatia shime, ninawashukuru wazazi ambao wameruhusu watoto wao kuja kujifunza darasa hili, lakini ninatia shime pia kwa wazazi pia kujitoa zaidi, na vijana wengine na washiriki wote wa kanisa kuweza kuhudhuria kozi hii, kwa sababu mawasiliano ndio kiunganishi katika maisha ya mwanadamu. Maisha yetu yote yanaunganishwa na mawasiliano. Kunapokosekana mawasiliano, maisha hayawezekani. Na uwezi jua, huenda usione kwamba ni kozi ya muhimu kwa leo, lakini kesho ikawa muhimu. Unaweza kujikuta umepata mtoto mwenye changamoto ya usikivu. Kama umejifunza hii kozi, itakuwa imekusaidia kwa namna fulani kuboresha mawasiliano yako na hao ambao wana changamoto ya usikivu. Kwa na makanisa mengine pia tunatia shima kwa makanisa mengine huwa na njozi hii na kuhamasisha washiriki wao na kuandaa masomo haya, ili tuwatumie viongozi wetu walio katika idara hii ya APM kutusaidia kuelimisha na kueneza hii elimu kwa makanisa yetu, ili tuweze kuwa na huduma zilizo nzuri ambazo zinagusa watu wenye mahitaji maalum katika kitengo hichi cha usikivu. Kwa majina naitwa Elisiana Elia Nyawazwa. Mimi ni mwanachama Pathfinder Club. Ninatokea katika kanisa la Mbweni Beach SDA Church. Leo tulitembelewa na mwalimu ambaye ametufundisha lugha ya alama na tumezielewa vizuri. Wale ambao pia hawakuwepo nao tunawaalika waweze kuja. Haya ni masomo mazuri yanayotusaidia kuwasiliana na mtu ambaye ni kiziwi. Anaweza akaja mtu ambaye ni kiziwi na uweze kujua namna ya kuongea naye na anahitaji msaada. Kwa hiyo inabidi ujifunze hivi ili uweze kumsaidia. Na pia unaweza ikakusaidia katika sehemu mbalimbali. Unaweza ukaitwa kwenda kufanya hii kazi na unaweza ukapata kipato kikubwa kuliko ulichokitegemea. Kinasaidia pia maofisini, kanisani na sehemu zingine mbalimbali. Kwa majina naitwa Onesimo Feliciano wa Charles, ni miongoni mwa vijana wakubwa kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbweni Beach, na leo tulikuwa hapa kwa ajili ya kujifunza lugha ya alama. Nami nilikuwa miongoni mwa vijana wakubwa ambao
nimeungana pamoja na wenzangu kujifunza lugha hii ya alama. Katika lugha hii ya alama tunazo faida mbalimbali ambazo tunazipata sisi binafsi kama ajira katika taasisi mbalimbali, kanisani, maofisini na kadhalika. Sambamba na hayo, tunazidi kuwaalika vijana wengine ambao bado hatujafikiwa na huduma hii. Tupo hapa kanisani Mbweni Beach. Karibuni sana tuweze kujifunza na Mungu awabariki. Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Lois Majura Matayo, ni mshiriki wa kanisa la Mbweni Beach. Siku ya leo nimeungana na hili darasa la kujifunza lugha za alama na nimefurahi sana kwa sababu imenisaidia sana kujua namna ya kuzungumza na viziwi, na ninawakaribisha vijana wenzangu ambao hamjaweza kuhudhuria katika ya leo. Karibuni sana kwa sababu mnapata uzoefu wa kuzungumza na viziwi hata unapokuja madukani, sehemu mbalimbali kanisani, na pia ni fursa, unapata ajira sehemu mbalimbali kanisani ya namna ya kutafasiri lugha hii kwa urahisi zaidi na viziwi wakaweza kuelewa. Karibuni, tunawakaribisha wote. Amina. Sisi ni watoto wa mtaa wa kanisa la Mbweni Beach. Tupo kwa pamoja tunajifunza lugha ya alama. Hakika lugha ya alama ni nyepesi sana. Karibuni nyote tujifunze kwa pamoja. Naam, Bwana ni mwema. Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Adventist Possibility Ministry, nilioko mbele yenu naitwa Mwinjilisti John Zakaria, ni mratibu wa huduma wezesha kiadventista ambayo inahusika na watu wenye mahitaji maalum katika field yetu pendwa ya East Coast Tanzania field, na ninahusika katika ukanda wa Tegeta mpaka Bagamoyo. Na siku ya leo nimefanikiwa kuweza kuhudhuria katika kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Mbweni Beach, ambapo tulikuwa tukifanya huduma ya uzinduzi na ufunguzi wa mafunzo ya lugha ya alama kwa awamu ya kwanza kabisa. Na hakika wamekuja watoto wa kutosha, zaidi ya watoto 42 wakiwemo kuanzia Adventure la Pathfinder Ambassador walikuwepo, YA walikuwepo, au wakuu wa huduma, viongozi mbalimbali wa idara ya vijana. Wakati tumebarikiwa sana na uzinduzi wa siku hii ya leo. Hivyo mpendwa, tuwazidi kuendelea kuhamasisha katika makanisa yenu. Kama hii huduma hamko nayo, mjitahidi sana kuweza kupanga mipango ya kuanzisha huduma hii kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum walioko ndani ya kanisa yenu. Hakika Mungu awabariki.